السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار. Ama baada, kwanza kabisa ningependa kuwashukuru watu wa idara ya msikiti huu Masjid Ammar bin Yasir pamoja na Dr. Sultani hapa kwa kunipa fursa hii ya kuweza kupata kuzungumza na Waislamu wenzangu hapa Maskati katika kipindi hichi ambacho nimekuja mara hii kwa dhurufu fulani za harusi. Kwa hakika niko hapa takriban wiki, na kesho safari yangu kurejea Imarati. Mimi si mgeni sana katika msikiti huu, nimeshawahi kutoa hutuba hapa katika siku za nyuma, takriban labda miaka 2 au 3. Na ni kawaida ya sisi watu ambao tunatoa mihadhara na hutuba au darasa katika msikiti, kwa kabla hatujazungumza maudhui mpya katika hali tunapotoa, inapokuwa mara ya mwanzo inakuwa ni sawa, unaanza na maudhui moja kwa moja. Lakini inapokuwa si mara ya mwanzo, basi ni kawaida yetu kurejea nyuma kidogo, tukatizama ile maudhui tulizungumza zamani au ya mwisho tulizungumza iko vipi, au kuikumbusha kidogo ili kuunganisha na maudhui hii. Ningependa kidogo kuongea maudhui ambayo kwamba nilizungumza msikiti huu takriban miaka 2 au 3, sikumbuki vizuri. Na moja ya jambo ambalo lilinifurahisha ni katika mawaidha aliyotoa wakati ule na kutoa advice. Yako mambo nimeona hapa sasa yamefanyika katika msikiti ambayo ilinifurahisha kwamba wakati ule yale niliyozungumza kidogo yamefanya kazi, ingawaje si 100%, lakini takriban kama 70 mpaka 80 nimeona kidogo imefanyika. Sijui kama kwa wale ambao watakumbuka kitu walikuwepo hapa wakati ule, sina hakika wangapi, lakini inaweza kuwa kuna wengine wanaliona kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo ningependa labda nijijulishe mwenyewe kwa ufupi tu mimi ni nani. Mimi kwa jina naitwa Abubakar Muhammad Ali Abubakar, na mzaliwa wa Zanzibar, Wales kwa Juni, na nimeishi Zanzibar miaka yote maisha yangu Zanzibar na Pemba, na nikafanya kazi pale kuanzia mwaka 75 mpaka mwaka 82 Zanzibar katika shirika la Afrika Mashariki kama ni telecom engineer na telecom field. Mwaka 82 nikahamia Dubai baada ya kuomba kazi katika shirika la Itisalat Telecommunication. Kwa hivyo wakaniajiri kuanzia mwaka 82 mpaka hivi sasa hivi, takriban miaka 43 sasa hivi naishi katika falme za Kiarabu za Emirates. Nimefanya kazi kwa miaka 37 kwa sasa pale Emirates, na takriban miaka 10 sasa hivi toka retire, yani nitakauda takriban 2016 mimi nimetoka takauda. Na toka hapo nilipotoka nimeanza kuongeza spidi ya mambo ya dawa, na nimekuwa nikitoa huko sehemu mbalimbali na topic mbalimbali, na zimechukua sehemu mbalimbali. Nitembea sehemu mbalimbali kama Mbeya, Sumbawanga, kufika mpaka Kigoma, Iringa, Morogoro, Dar es Salaam, na hata katika nchi za nje. Nilikuwa miaka 3 iliyopita Uingereza, sehemu mpaka Oxford University wawekoniilika katika holi lao, na nikatoa hutuba mbalimbali.
na hata Canada, Montreal na Toronto nimeweza kutoa mihadhara sehemu hizo, na niko na YouTube yangu channel ambayo ndani yake zimo clip takriban 175 katika clip hizo za mawaidha mbalimbali na maudhui mbalimbali. Wale ambao watazitaka wanaweza kunitafuta katika Google, ukitype Abubakar Muhammad Ali, basi utaona picha yangu na utaziona clip zote zile katika nimeweza kutoa takriban miaka 6-7 zilizopita. Kwa hivyo kwa ufupi, hiyo ndio historia yangu kwa ufupi, na maudhui ya leo katika darasa hili itakuwa ni adabu za kuomba dua. Adabu za kuomba dua. Mara nyingi sisi Waislamu kama tulivyoambiwa kwamba adua mukhul ibada, kwamba dua ni kama akili ya ibada nzima, na mtu anapokuambia kitu akili ya binadamu unafahamu kwamba kila kitu, na binadamu ni umbo, lakini bila kuwa na akili anakuwa hafanyi kazi. Sasa inaposema kwamba adua mukhul ibada, unajua kwamba ibada nzima imetengenezwa na dua, na harakati zote tunazofanya za ibada katika dini yetu, usali na mambo mengine yote, lakini utapeleza kwamba ndani yake kuna dua, tunazisoma zile dua. Hali sisi sote tunajua adabu zake za kuomba dua. Kwa nini tunakaa mtu anasema mimi naomba dua mwaka wa pili, lakini dua yangu haikuwa hivi? Hujawahi kujiuliza kwa nini? Wataalamu wanasema kuna sababu za kuomba dua, ingawaje nyingine generally kwamba tuna assume au tunachukulia kwamba kwa Mwenyezi Mungu hakujibu dua yako, kwa hivyo anakuwekea jambo jingine ndio bora zaidi kuliko hilo uliomba. Hiyo ni general theory ya kwamba ile dua yako jambo fulani haikujibiwa. Mimi naomba dua kwamba nataka hii kosa yangu ndio kueleka Mwenyezi Mungu ikubali uweze kumuoa wewe mwanamke, lakini bahati mbaya inakwenda baada ya muda unaitoa habari kwamba hapana, hajakubali wenyewe. Sasa wewe unakasirika, lakini kumbe unakujua binadamu, unakuja kuna kukosa sehemu nyingine unakubaliwa, alafu baada ya miaka kama 10 inapita unakuja kulia naye, kumbe ilikuwa kheri niseme isikubaliwe ilikosa yangu katika nyumba. Unakuja kuyakuta mambo, alafu unaijibu mwenyewe kwamba Mwenyezi Mungu alinipenda mimi.